nataka nitoe rai. Mikopo ya business as usual ianze kupungua. Sawa ndugu zangu Mikopo ile ya mazoea ile ianze kupungua. Kila siku unakopa batiki. Kila mtu atengeza batiki. Unamuuzia nani? Baadaye una vikundi vingi unavitembelea, kila nikiwatembelea salamu yao nini? Tunashukuru kwa mkopo wa serikali, wateja hakuna. Kwa sababu mko wengi mnatengeneza biashara aina moja. Kila mtu anatengeneza sabuni, ya miche na ya maji. In that case lazima kutakuwa na changamoto. Niwaombe tuone umuhimu wa kuangalia fursa mpya ambazo kwa kweli hazijafanywa kazi. Na zingine ukizikagua vizuri zitaongeza thamani ya uwekezaji uliofanywa na serikali hapa Dodoma. Kwa mfano, umejenga pale mji wa serikali, si ndio? Daktari Samia Suluhu Hassan amepeleka pale bilioni 700 na ushe hivi kujenga magorofa 27 pale ya mji mkuu wa serikali. Wale wote watahitaji chakula. Nyinyi mnasemaje? Wanataka usafiri smart, sio bodaboda, wanataka magari smart yaende kule. Wanataka chakula. Ndivyo. Kwa hiyo mawazo hayo yenye kuongeza thamani ya huduma kwenye mji wa serikali yanaweza katafsiri katika biashara fulani hizo ambazo nilizitaja. Uweze pale kupeleka chakula kwenye kidumu hivi kama wanauza mjini hapa, wanatembea na kahawa huko na huko, watakuruhusu kule. Lakini ukitafsiri vizuri ile, mtu anaweza kaja na wazo hapa la katengeneza food vending cart. Kilikutu ya kusevia chakula. Ukienda Ulaya ziko nyingi tu hizo. Food vending cart. Akawa anapeleka chakula kule, ana order wizara 2-3. Kwa hiyo mkimkopesha kilikuu, vifaa vya kupikia chakula, si ndivyo? Vifaa vya kusevia, vifaa vya packaging, complete set ya project. Huyu akisema naomba tenda pale ya kugawa chakula, watamkatalia? Kwa hiyo nataka tuvuke kwenye kutoa inputs. Sawa ndugu zangu Twende tukatoe vitu vya kuchakata ili upatikane sasa uchumi na biashara. Kwa hiyo likija andiko, rai yangu, likija ombi la mkopo, maacha sasa tuende kwenye biashara proper na kutaka mafaida yao ya kibiashara. Lakini ili Wanadodoma wawe na uchumi na washiriki kwenye uchumi wa makao makuu ya nchi, hebu hizi fedha zitupatie tija katika mambo hayo. Majina anaitwa Mr. Daniel Mpangwa, afisa maendeleo, lakini pia ni waratibu wa hii mikopo ya 10%. Leo tumekuwa na kikao na benki ya NMB ikihusisha maafisa maendeleo kata na watendaji wa kata husika, na huu ni muendelezo wa vikao. Pia kesho tutakuwa na kikao kingine na benki ya CRDB, lakini lengo kubwa ilikuwa ni kujadili mwelekeo au kufanya tathmini ya utoaji wa mikopo ya 10% kwa Dodoma Jiji, ambapo tumeangalia kwanza vigezo vya kibenki na vigezo vya halmashauri, lakini pia kupitia changamoto zote ambazo zimejitokeza katika mchakato huu wa utoaji mkopo ili kufanya hii mikopo iende haraka na kuwafikia wananchi katika muda husika. Tunashukuru kikao kazi kimekuwa na mafanikio makubwa. Tumepeana feedback za msingi, lakini pia tumewekeana milestone, na kufanya huu mchakato tunaamini kwamba utaenda haraka. Kwa hiyo tunachukua nafasi hii kuwakaribisha au kuwaomba vijana wa jiji la Dodoma kwamba hii fursa ipo, lakini wajitahidi sana kuwa na miradi bunifu ambayo inaweza ikaleta matokeo kwenye jamii yetu, inaweza ikazalisha ajira, lakini pia tunawahimiza watakapopewa mikopo waweze kufanya urejeshaji wa hii mikopo, kwani ndio kitu kikubwa. Kwa majina anaitwa Tunu Mahmudachi, afisa mtendaji kata ya Hazina. Leo tulikuwa na kazi ambacho lakini pia ni sehemu ya semina kwa ajili ya kujengewa uwezo au kujengeana uwezo baina ya halmashauri ya jiji la Dodoma na wadau wetu ambao wanatoa mikopo ya halmashauri kwa mpango maalum benki ya NMB, ambao ni halmashauri ya Dodoma imekuwa miongoni mwa halmashauri 10 ambazo zimeteuliwa kama kuwa halmashauri za mfano kutoa mikopo kwa kupitia mabenki. Mafunzo yalikuwa mazuri, wawezeshaji wetu wametuelewesha kwa kina,
tumeelewa mapungufu ambayo vikundi baadhi vilikuwa havina uelewa, lakini pia baadhi ya vitu ambavyo tumeviona, tumetoa mapendekezo yetu kwamba mabenki yarudi tena kukaa chini na serikali kuweka mazingira wezeshi ili hata wale wafanyabiashara ambao hawana leseni, wafanyabiashara wadogo, waone ni namna gani wanaweza kuwawezesha ili 10% ya halmashauri iweze kufanya kazi yenye tija. Lakini kwa kiukweli kabisa hiki kikao kilikuwa ni cha muhimu sana, kimetujengea uwezo mkubwa, tumefahamu vitu vingi, lakini pia tumeziona changamoto za pande zote mbili.